Kutembea umbali mrefu kusaka chakula na makazi, kubakwa, kulawitiwa na kuuawa ni miongoni mwa mazira wanayopitia raia waliopo maeneo yenye makundi ya waasi na ugaidi barani Afrika yapatao miongo miwili sasa, baada ya ongezeko la makundi haya yanayohusishwa na makundi ya kijihadi, makundi ya waasi na mitandao ya kimataifa ya itikadi kali. Ni wakati mwingine na kusabai mtazamaji wa Pot Media, natumai upo na siha njema. Karibu kwenye makala hii inayotupia macho mazira yanayosababishwa na makundi ya waasi na ugaidi barani Afrika. Mimi ni wako Frank Shuhudia, mtayarishaji na msimulizi wa makala hii. Karibu unitegee sikio hadi utuo wa makala hii. Ugaidi umeathiri ustawi wa kijamii, ukuaji wa uchumi na uthabiti wa kisiasa katika mataifa mengi barani Afrika. Mabadiliko ya kiusalama katika maeneo kama Sahel, Afrika Mashariki na Kati yamefanya bara hili kuwa kitovu cha shughuli za makundi ya kigaidi. Boko Haram ni kundi lililoanzishwa mwanzoni mwa miaka ya 2000 kaskazini mwa Nigeria, ikiwa na malengo ya kupinga elimu ya magharibi na kuanzisha utawala wa kidini. Tangu 2009 kundi hili limehusika na mashambulizi ya mabomu, utekaji nyara, mauaji ya raia, mashambulizi ya kujitoa mhanga na utekaji wa wanafunzi. Kundi hili lenye shughuli zake Nigeria, Niger, Chad, Kameruni limesababisha mamia ya wakazi kukimbia makazi yao na kudhoofisha uchumi wa eneo la Ziwa Chad. ISWAP, Islamic State West Africa Province, ni tawi la ISIS lililojitenga na Boko Haram mwaka 2006. Linasifika kwa muundo wa kijeshi uliopangwa vizuri na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya serikali, vikosi vya usalama, ushawishi wa kiitikadi kutoka ISIS na udhibiti wa maeneo ya kimkakati Nigeria na India. Al-Shabaab ni kundi lenye uhusiano wa moja kwa moja na Al-Qaeda. Limekuwa tishio kubwa kwa Somalia na mataifa jirani, hususan Kenya tangu 2006. Kundi hili linafanya mashambulizi ya mabomu katika miji mikubwa na utekelezaji wa sheria kali katika maeneo wanayodhibiti. Makundi ya kijihadisti ya ukanda wa Sahel kama GNIM, ISGS ni makundi yaliyokita mizizi ya ukanda wa Sahel katika nchi za Mali, Burkina Faso na Niger, na kugeuka kuwa kitovu cha shughuli za makundi ya kigaidi toka mwanzoni mwa mwaka 2015. Hali hii imesababisha ongezeko la mapinduzi ya kijeshi kutokana na hali mbaya ya usalama, uhamaji na migogoro ya kikabila. ADF, Allied Democratic Forces, ni kundi lenye asili ya Uganda lakini limejikita zaidi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu lianzisha shughuli zake mwaka 1996. Linahusika na mashambulizi ya vijijini, mauaji ya raia na linadaiwa kuwa na uhusiano na mitandao ya ISIS. Ansar al-Sunna ni kundi la kigaidi linalosababisha machafuko katika mkoa wa Cabo Delgado tangu 2017, likiharibu miundombinu ya gesi na mashambulizi ya kijiji hadi kijiji. M23 ni kundi la waasi lililoibuka mwaka 2012 mashariki mwa DRC, ingawa mara nyingi haliorodheshwi kama kundi la kigaidi kimataifa. Linaainishwa kama kundi la waasi lenye silaha linalohatarisha usalama wa kikanda na kusababisha athari
zinazofanana na zile za makundi ya kigaidi. Sababu za kukua na kuenea kwa vikundi vya ugaidi barani Afrika inataja uwepo wa rasilimali kama madini, mfano shaba, dhahabu, coltan na almasi, umaskini na ukosefu wa ajira, migogoro ya kikabila na kidini, na ushawishi wa mitandao ya kimataifa kama ISIS na Al-Qaeda yamekuwa yakieneza itikadi kali na kutoa misaada ya kifedha na kijeshi. Lakini je, ni kipi kinachostawisha makundi haya? Je, miito ya kikanda na kimataifa imeshindwa kunyamazisha makundi haya? Na nini kifanyike ili kuleta uthabiti wa kiusalama katika bara hili? Nimezungumza na mwanahabari na mchambuzi wa siasa na diplomasia Afrika Mashariki na Kati, ndugu Albon Mwaidade, na hapa anatueleza. Nashukuru sana kwa nafasi hii Frankie. Zipo sababu nyingi ambazo zinasababisha kwa namna ama nyingine makundi haya kuendelea kustawi na kuendelea kufanya kazi zake za kigaidi, kuteka, kuua na kutesa raia katika maeneo ambayo wamekuwa wakifanya hizo kazi. Sasa nitaanza na hoja mbili, ambazo hoja ya kwanza ni hoja ya kiuchumi, lakini hoja nyingine itakuwa ni hoja ya kijeshi, lakini baadaye nitamalizia na hoja za kijamii ama hoja za kisiasa ambazo pia zimekuwa zikichangia kwa namna moja ama nyingine makundi haya kufanya shughuli zake. Hoja ya kwanza ni hoja ya nguvu ya kijeshi. Hivi karibuni imetoka ripoti inaonyesha kwamba nchi takriban 6 hadi 7 za kimagharibi, unaizungumzia Marekani, Urusi na mataifa mengine ya Ulaya, yamefanya biashara ya silaha, ima ni kuzalisha silaha, kusafirisha na kuuza silaha. Biashara hiyo imetajwa kwamba ni takriban dola za Kimarekani bilioni zaidi ya 600. Hizi ni fedha nyingi, kana kwamba shirika la chakula duniani linakadiria kwamba ili kumaliza janga la njaa duniani inahitajika takriban dola za Kimarekani bilioni 6 hadi 10. Kwa wastani huo kwamba dola bilioni 10 zinahitaji. Zikipatikana hizo, bila shaka janga la njaa duniani linaweza kumalizwa kabisa. Unaona kwamba kwa makadirio haya ni zaidi ya 60 ama zaidi ya mara 60, ndipo unaona kwamba zinafanywa biashara za silaha, ili hali wakati huu dunia inadhoofika, inakumbwa na njaa, wakimbizi na tabu ya kila aina. Kwa hiyo unaona kwamba haya mataifa kwa namna moja ama nyingine kwenye ankara zao ama kwenye mambo ambao wanategemea ama kuyatarajia ili wajikuze kiuchumi ni uzalishaji wa silaha. Kwa hiyo hawawezi kukwepa kwenye hili kwamba hizi silaha wanazozizalisha wanazipeleka wapi? Ina maana wanaziuza kwa kina nani? Ina maana wanauza kwenye makundi haya ambayo yanashika silaha. Tunazungumza kule mashariki mwa DRC, makundi zaidi ya 100 yanafanya kazi yake ukanda ule, yanaleta kitisho cha amani ukanda ule, ikiongozwa na kundi la M23 na makundi mengine. Makundi haya yanapata wapi silaha? Makundi haya yanapata silaha kutoka mataifa haya ambayo wakati wote tumekuwa tukiyaita kwamba ni mataifa yaliyoendelea, mataifa ambayo yamekuwa yanastawi kiuchumi, lakini mataifa ambayo tunaita pia ni wasuluhishi ama watu ambao wamekuwa wakisimamia makubaliano ya amani. Na ndio maana wanaposimamia makubaliano wanakuwa na feli, kwa sababu wanasema unasimamiaje amani wakati umeficha mapanga. Kwa hiyo unaona kwamba kuna biashara kubwa ambayo inaendesha uchumi wa nchi za magharibi ya silaha, na ili uchumi huo upande lazima waziuze hizo silaha. Hizo silaha wataziuza kwa kina nani? Ndio maana unasikia kwamba Qatar na mataifa mengine haya mataifa ya ufalme wa Emirates yanafadhili kwa namna moja ama nyingine kundi la RSF kule nchini Sudani. Ndio maana wanapata silaha nzito, wanaendesha mashambulizi
na wanateka baadhi ya maeneo. Kwa hiyo unaona kwamba kwa namna moja ama nyingine haya makundi angekuwa hayapati ufadhili wa hizo silaha, wasingekuwa na uwezo wa kijeshi wa kuteka, wa kuua, wa kuteka miji, lakini wa kutesa raia na kuteka maeneo makubwa katika mataifa. Unazungumza DRC, maeneo mengi yametekwa. Unazungumza Nigeria kuna maeneo usalama wake ni mdogo kwa sababu kuna kitisho cha kundi la kigaidi la Boko Haram na makundi mengine ukanda ule wa Sahel, ama unazungumza ukanda ule wa Afrika Magharibi na baadhi ya maeneo ya ukanda wa Afrika Kaskazini, na hivi karibuni ukanda huu wa Afrika ya Kati. Kuna kundi pale Jamhuri ya Afrika ya Kati linaitwa Anti-Baraka, lenyewe lina misimamo mikali, wanajiita kwamba ni misimamo mikali wakisimamia upande wa kidini ama dini ya Kikristo, na makundi mengine ambayo yamekuwa kiitwa kwamba ni ya misimamo mikali ya dini ya Kiislamu yamekuwa yakifanya mashambulizi, na unaona kwamba Afrika ya Kati bado kuna janga kubwa, amani mpaka sasa hivi haipatikani. Maeneo kama Sudan, maeneo kama Somalia, Al-Shabaab huko imekuwa ikioperate kazi zake. Kwa hiyo unaona kwamba wanafadhiliwa kwa namna moja ama nyingine kijeshi, ndio maana wanapata nguvu hiyo. Lakini hoja nyingine ni nguvu ya kiuchumi. Bila shaka kuna mataifa yananufaika na migogoro ambayo inatokea hususan bara la Afrika. Unapozungumza bara la Afrika unazungumzia mapafu ya dunia. Unapozungumzia mapafu ya dunia unazungumza mataifa ambayo yana rasilimali kubwa, ima ni madini, ima ni rasilimali ya misitu na kila aina utalii na vinginevyo. Kwa hiyo unaona kwamba mataifa haya ya kimagharibi yamekuwa yakifanya biashara ya madini. Haya madini wanayatolea wapi? Wanayatolea Afrika. Wanayatolea Afrika sehemu gani? Sehemu ambayo kuna political instability, hakuna utulivu wa kisiasa. Maeneo kama DRC inatajwa kwamba ni eneo ambalo ni tajiri zaidi duniani, lakini kutokana na migogoro, bila shaka watu wa kimagharibi ama mataifa ya kimagharibi, Ufaransa, Ubelgiji, Marekani na mataifa mengine yamekuwa kinufaika na madini yale. Kwa hiyo yanafadhili makundi haya, kuyapa ufadhili wa kifedha kwa mlango wa nyuma ili yaweze kuendesha shughuli zake, kupata chakula, malazi, usafiri, mafuta ya kuendesha vyombo vya moto, kununua silaha kama hivyo, na shughuli nyingine ambazo tunasema kwamba kipato ama mtaji ndio msingi wa biashara na msingi wa maendeleo. Kwa hiyo wanapata uchumi huo, ndio maana wamekuwa wakiendesha shughuli zao kwa nguvu, na wamekuwa wanapata upinzani kutoka mamlaka za kiserikali, lakini zimekuwa zikifua dafu kwa sababu wanapata intelijensia, usaidizi wa kidiplomasia, kiintelijensia na maeneo mengine ambayo yanahusika katika masuala ya kitaalamu zaidi ya kifedha na masuala kama hayo. Sasa tukitoka kwenye hoja hizi kuu mbili, bila shaka kuna hoja nyingine ambazo zinajengwa na mirengo ya kijamii, lakini mirengo ya kisiasa, lakini mirengo ambayo ni mirengo ambayo kwa namna moja ama nyingine imekuwa ikikuza makundi haya. Makundi haya yamekuwa yakipata ufadhili huo, lakini jamii zetu kama ambao tumezungumza katika makala iliyopita kwamba tulipozungumzia kwamba ni kwa nini mapinduzi yamekuwa yakitokea barani Afrika, kuna sababu nyingi kama hivyo: vijana hawana ajira, serikali kutoaminika, ufisadi, lakini uchumi kudorora, watu kuwa na hali mbaya, njaa. Kwa hiyo wanaamua kuingia msituni kujitafutia chakula. Ukiangalia makundi mengi ya kigaidi yalianza kama mabanditi ama waporaji ama maharamia. Kwa hiyo waliingia kufanya uharamia, hasa makundi ya huko Somalia na huko Sahel. Unaona kwamba kuna kiini hapa kwamba ni vijana wadogo kabisa, wengine hata hawajafika umri wa miaka 18 wamejiunga, na wengine ni kati ya 18 hadi 30, kwa sababu hawana ajira, hawana kipato. Kwa hiyo wanashawishiwa kuingia msituni, kufanya hivyo vita vya msituni, gorilla war, kufanya uharamia, kuteka wanafunzi kama kule Nigeria, lakini kuvamia misafara, kuvamia magari na kuteka na kudai fidia, ama wakati mwingine kupora rasilimali ambazo wanazikuta wakati wanapofanya uharamia. Kwa hiyo unaona kwamba pia inatokana na umaskini na majanga kama hayo ya vijana kutopata ajira.
Kwa hiyo wanaweza kushawishika kuingia msituni. Ndio maana watu wengi, wataalamu wengi, wadadisi wa mambo wanasema kwamba vijana kutoajiriwa ni zaidi ya bomu la nyuklia, kwa sababu kijana ambaye amekata tamaa katika maisha anaweza kufanya jambo lolote. Ndio maana utasikia vikundi vya namna hiyo vinapata uungwaji mkono na vijana, kwa sababu vijana wanapitia changamoto kubwa kwenye mataifa yao. Kwa wanaona njia rahisi ni wao kuingia, kufanya uharamia, kujipatia kipato cha hapa na pale bila kujali jambo lingine. Lakini jambo lingine ni masuala ya kisiasa. Siasa imekuwa ikitawala maisha ya dunia ya sasa. Unapozungumzia maisha ya kawaida, bila shaka utazungumzia masuala ya siasa. Na siasa ndio imekuwa ikileta migawanyiko ya mitazamo, kwa maana ya ideology, ambayo imekuwa ikigawanya jamii kwa makundi. Pale ambapo siasa zinatoka majukwani zinahamia kwenye vita, ama zinahamia kwenye uhasama, ndipo ambapo makundi kama haya yanapata uungwaji mkono. Kwa sababu ukiangalia mfano Jamhuri ya Afrika ya Kati na maeneo mengine ambayo yamekuwa na makundi haya ya kigaidi, bila shaka utakubaliana nami kwamba yamekuwa yakipata uungwaji mkono na mirengo ama wanasiasa wa ngazi za juu kutoka serikalini. Angalia RSF, angalia jeshi la Sudan, angalia hapa Sudan, unaona makundi yanagawanyika kutokana na mitazamo ya kisiasa, nani anamsapoti nani kwa wakati gani na kwa mazingira gani na kwa maslahi gani. Kwa hiyo upenyo wa mgawanyiko wa kisiasa kwenye taifa kutoka majukwani na kuhamia kwenye uhasama inaweza kusababisha moja kwa moja vijana ama wananchi kuingia kwenye makundi hayo. Kwa nini mito ya kikanda na kimataifa imeshindwa kabisa kunyamazisha makundi haya? Swali la msingi sana ndugu mwananchi. Ndicho kilio cha wanaharakati wa masuala ya amani, sisi wachambuzi na wapenda amani wa ulimwengu mzima, kwamba kwa namna gani taasisi hizi ama jumuiya hizi za kikanda ama kimataifa zimeshindwa kufanya jambo katika kuhakikisha kwamba wanaleta muunganiko wa jamii ambazo zimekuwa zikigawanyika katika mirengo mbalimbali ambayo nimehitaja hapo awali na kuibua makundi haya ya kigaidi. Tunaamini kwamba hakuna jambo ambalo linatokea accidentally, kwa maana kwamba linatokea yani kiholela tu. Bila shaka kila jambo linakuwa na mizizi yake, lilistawi, lilianza kiduchu, likaanza kukua, likaweka maua na hatimaye kukomaa. Kwa hiyo kwanza, jumuiya hizi tunaweza kusema ni jumuiya bendera, jumuiya ambazo zimekosa nguvu ya kiutendaji. Zimekuwa ni jumuiya ambazo zimekuwa ni za matamko tu. Mfano nikianza na Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa umekosa nguvu kwa sababu umekubali kupelekeshwa na mataifa yenye nguvu zaidi. Umoja wa Mataifa huu si umoja ule unaoundwa mwaka ule wa 45, kwa sababu umoja ule ulikuwa umeundwa kuhakikisha kwamba inaondoa ukoloni, kuondoa madhalimu, kuondoa madikteta, na kweli kwenye hilo walifanikiwa kwa sababu walisimama madhubuti. Pengine ni kwa sababu tu lilikuwa linahusu mambo ya Ulaya, na hapo tunazungumzia bara la Afrika. Kwa hiyo nafikiri pengine hiyo inaweza kuwa sababu nyingine huko mbeleni, lakini jumuiya ya mfano kama Umoja wa Mataifa kwa hakika imefeli kwenye mambo mengi. Angalia sasa hivi kuna vita ukanda ule wa Gaza. Jumuiya hii ya Umoja wa Mataifa ambayo inaaminiwa na inaaminika kama sehemu ama mwangalizi wa amani kwa mataifa yote ambayo yako katika umoja huu hapa duniani, imeshindwa kufanya lolote pale. Imekuwa tu ikitoa matamko, na unaona kwamba dunia sasa hivi si dunia ya matamko ya kikanda, ni jumuiya ya nani mwenye nguvu apishwe. Marekani sasa hivi ana nguvu, apishwe. Urusi ana nguvu, apishwe. Ufaransa, Ubelgiji, Uingereza wana nguvu, basi watakuwa pia wana nguvu pia katika kushawishi, katika kuzorotesha matamko ambayo yamekuwa yakitolewa. Ndio maana wamekuwa wakitoa matamko, kwa sababu wanaamini kwamba chombo hichi ni cha kwao, wanakimiliki wao. Kwa namna gani kinaweza kukengeuka na mbwa uliyemfuga mwenyewe aje akung'ate?
kwa hakika wanaona kama ni uhaini. Kwa hiyo wanaweza kukidhibiti, ndio maana hakina nguvu hiyo ya kufanya lolote, kwa sababu hata jeshi hawana, licha ya kwamba wanaweza kuunda hivyo, lakini sasa hivi na Umoja wa Mataifa, mashirika yake yanakabiliwa na tishio la uchumi, kwa sababu mataifa kama Marekani yameondoa mkono wake wa ufadhili. Kwa unaona kwamba ni umoja wa kimaslahi, si umoja wa mataifa, ni umoja wa kimaslahi kwa upande wa kimagharibi na mataifa ambayo yana nguvu. Sasa kama chombo kama hiki, umoja wa mataifa, kivipi unaweza kuizungumzia ECOWAS? Kivipi unaweza kuizungumzia Umoja wa Afrika? Kivipi unaweza kuizungumzia East Africa? Kivipi unaweza kuizungumzia SADC? Kwa unaona kwamba hizi jumuiya za kikanda zimebaki kuwa za matamko. Sasa mahususi kwa bara la Afrika, ni nani kiongozi wa Afrika sasa hivi anaweza kusimama kusema ninaweza kusimama ni kukemea kile ambacho kinaendelea sehemu fulani? Kwa sababu ukiangalia bara la Afrika, kila taifa limeoza kwa upande wake. Ima ni masuala ya kiuchumi, masuala ya kifisadi, masuala ambayo yanahusu pengine masuala ya ajira. Kila taifa linakumbwa na changamoto zake nyingi, kana kwamba utamnyoshea vipi kidole jirani yako ili hali wewe mwenyewe una tatizo. Na Waswahili wanasema kwamba kabla hujaenda kusuluhisha migogoro ama kusuluhisha tatizo la mwenzako, je, wewe umejisafisha? Kwa hiyo mataifa mengi barani Afrika ama viongozi wengi waloko madarakani, wao wenyewe wanakumbwa na changamoto. Ndio hivi unasikia maandamano ya Gen Z, mapinduzi ya kijeshi, lakini utasikia matatizo ya kifisadi, utasikia kiongozi kakumbwa na kashfa hii, utasikia kuna tatizo la ajira, masuala ya kiuchumi, ubaguzi. Mfano kama kule Afrika Kusini wenyewe sasa hivi wanapambana na ile Operation Dudula ambayo haitaki wageni wapate huduma za kijamii kwenye huduma za umma. Kwa hiyo unaona kwamba kila taifa linasafa ama linakabiliana na changamoto zake, na si changamoto ndogo, ni changamoto kubwa ambazo ukisema umnyoshee kidole mwenzako, naye atakwambia mbona kwako kuna waka moto na unataka kuzima kwangu. Kwa hiyo unaona kwamba kivipi jumuiya hizi zinaweza kuwa na nguvu, kwa sababu viongozi hawa ndio wanaoongoza hizo jumuiya. Pengine hizi jumuiya zingekuwa kama jumuiya mfano kama ya Umoja wa Ulaya, kwa namna moja ama nyingine ile jumuiya inapata nguvu kidogo, kwa sababu viongozi wake hawahusiki moja kwa moja na uongozi wa ngazi za juu kwenye mataifa yao. Kwa utakuta rais ni mwingine si huku barani Afrika, lazima kiongozi wa ECOWAS awe rais miongoni mwa hizo nchi za hiyo jumuiya, SADC kadhalika, Umoja wa Afrika kadhalika, kamisheni hiyo ya Umoja wa Afrika. Sasa hakuna tofauti wanaweza kuifanya, kwa sababu wao wenyewe wana shida. Lakini hizi jumuiya zina nguvu kiasi gani, hata kama pengine kuna kiongozi ambaye anaweza kuwa madhubuti. Hivi karibuni tumeona Burkina Faso, Gabon na mataifa ambayo ya ukanda ule pale ambayo alifanya mapinduzi, yale mataifa matatu yalijitoa kwenye ile jumuiya ya ECOWAS, wakasema wanaunda jumuiya yao, kwa sababu wameona ni jumuiya ya kipropaganda tu, jumuiya ya matamko tu. Sasa ECOWAS ikasema inaweka vikwazo. Inamwekea nani vikwazo? Kumradhi, inamwekea nani vikwazo? Kwa hiyo unaona kwamba haina nguvu yoyote ile zaidi ya nguvu tu ya kutoa matamko, na ni nadra kuona matamko, kwa sababu wamekuwa wanalindana kisiasa, kimadaraka na kwa namna nyingine. Kwa hiyo kumaliza haya makundi ni ngumu, kwa sababu ni bara dhaifu kiuchumi, kisiasa, kijeshi, lakini kimitazamo, hasa kwa viongozi ambao wana mamlaka, imekuwa ni mitazamo dhaifu sana katika kukabiliana na makundi haya. Kwa hiyo ni changamoto kila upande, ndio maana kunapata ugumu kumaliza haya makundi. Kwa hiyo jumuiya hizi hazina neno, ni jumuiya vibogoyo. Kwa hiyo hakuna lolote wanaweza kulifanya kukabiliana na kitisho hiki cha amani. Hiyo watu wa expert kwenye masuala ya siasa na diplomasia, unaona ni kipi kifanyike sasa ili kuleta uthabiti wa kisiasa katika bara hili, kuondoa ama kutokomeza kabisa milio ya bunduki kwenye pembe za bara la Afrika? Kwa hakika zipo hoja madhubuti ambazo zinaweza kuchukuliwa
ima kwa jamii, lakini kwa mamlaka za serikali za juu kwenye mataifa husika. Lakini awali bara la Afrika linahitaji mtazamo mpya, linahitaji demokrasia mpya, linahitaji siasa mpya, linahitaji katiba mpya. Kwa hiyo bara la Afrika kwa ujumla linahitaji mageuzi ya ndani kwenye serikali. Hili nafikiri ndilo ambalo, kwa sababu ukiangalia kwenye haya makundi, mfano kama Al-Shabaab, wenyewe wanakuambia kwamba wanataka kuipindua serikali na kuweka utawala wa kwao ambao utakuwa unasimamia yale ambao wao wanaamini kwamba ni sawa kwa mitazamo yao. Kwa hiyo unaona kwamba bara la Afrika linahitaji mageuzi ya kifikra, hasa fikra tunduizi, kuanzia kwenye vizazi vipya tunawaita Gen Z, vizazi vinavyochipukia, vizazi vya vijana barabara ambao sasa hivi wana nguvu, tunaviita ni vijana wa taifa la leo na kesho, lakini vijana wa makamo ambao kwa hakika ndio tunawaona wengi ambao wako kwenye hizo nyadhifa za juu kati ya miaka 45 hadi 50. Kwa hiyo tunahitaji mabadiliko ya kisera, lakini mabadiliko ya kijamii, hasa kifikra. Ninaposema kifikra, hasa fikra tunduizi, inamaanisha kwamba bara la Afrika linapaswa kuamini kwamba ni bara tajiri, bara ambalo takriban vijana 77%, kwamba ni bara kijana zaidi kwenye ulimwengu huu, bara ambalo kijana ni bara la Afrika. Kwa hiyo nguvu kazi ni bara lenye vijana wenye nguvu, ni watu wenye nguvu. Kwa hiyo wanaweza kufanya mabadiliko yao wenyewe bila kuingiliwa kutoka mataifa ya kimagharibi. Kama nilivyotangulia kusema, ni kwamba mataifa haya yanakuwa na maslahi pale ambapo utawaita kuwekeza, utawaita kusuluhisha, au kwa namna yoyote ile. Hawawezi kuja bure. Ndio maana wao wanashikilia kusema kwamba tunatoa misaada ili kuonekana ni wafadhili ama watu wazuri, lakini kwa namna moja ama nyingine, kwa mlango wa nyuma ni watu ambao wamekuwa wakinufaika. Kwa hiyo bara la Afrika linahitaji kubadilisha mtazamo, kuamini kwamba ni bara tajiri, linaweza kufanya mambo yake yenyewe, na mambo hayo yenyewe ni kubadilisha sera, kubadilisha mitazamo juu ya jamii, mitazamo ya kisiasa, kutochukulia siasa ni kama sehemu ya ulaji, kama yani sehemu ya ajira, kwamba siasa sasa hivi si siasa ya kutawala ama siasa ya utumishi. Sio siasa ya utumishi, ni siasa ya kutawala. Nani atawale, kwa nguvu gani, apate sifa gani, aonekane naye alitawala taifa fulani la Afrika miaka fulani hadi miaka fulani. Tunaona viongozi wanabaki madarakani kwa muda mrefu, tunaona viongozi wanatumia nguvu kubwa kusalia madarakani, viongozi wanaua. Unajiuliza kwamba kwa nini Waafrika tunauana wenyewe kwa wenyewe? Viongozi wanatumia nguvu kubwa kubaki madarakani kuliko kuwatumikia wananchi. Kwa hiyo unaona kwamba hapa kuna changamoto ya mitazamo yenyewe ndani. Kwa hiyo kunahitajika marekebisho ya kifikra, lakini marekebisho ama mageuzi ya kisiasa, kufanya siasa safi, demokrasia ya Kiafrika inayojali utu, inayolinda rasilimali za Afrika. Tukishabadilisha haya, bila shaka makundi haya ni rahisi kuyakabili, kwa sababu hata vijana watakuwa wamebadilika kifikra na kuamini kwamba hili ni taifa lao. Litakapoharibika, hakuna mwingine atakayewajibika, hakuna mwingine atayeathirika, ni wao wenyewe. Kwa hiyo vijana wabadilishe mtazamo. Mtazamaji, ugaidi barani Afrika ni tatizo lenye mizizi ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Makundi haya yamefaidika na udhaifu wa kimuundo katika mataifa mbalimbali, na hivyo kuendelea kuwa tishio kwa bara hili. Kupambana na ugaidi kunahitaji mbinu jumuishi zinazojumuisha usalama, maendeleo na ushirikiano wa kikanda na mikakati endelevu. Bila hivyo, makundi haya yatazidi kuchomoza kila pembe mwa bara hili lenye utajiri mkubwa wa rasilimali. Frank Shuhudia wa Pot Media, Dar es Salaam.